Nakuomba baba, twende. Twende pamoja. Kwa serikali. Asante. Na tuko na viongozi wa serikali, taenda pamoja. Naomba kwa heshima tafadhali. Haya maji baba, kuna pilau, kuna nyama. Hakikisha amepata kila kitu.
Ngoja tupate hiyo akiwa anazungumza na watu hapa, akiwa wanaongelesha huko, akiwapatia familia kubwa. Nikisema familia kubwa, tuna wazee wetu na pia tuna watoto ambao tunawalea kwenye makao ya kulelea watoto. Ndio. Na changamoto kubwa ambazo huwa zinawakumba ni nini? Na leo Pastor Ezekiel na huduma ya New Life wameona waje washiriki pamoja. Mmekuwa mkifanya hivi mara kwa mara ama ni mara chache sana kufanyika mambo haya? Huduma kama ya Pastor Ezekiel ipo kwa baadhi ya Watanzania ambao wanajua utu na thamani ya mhitaji. Ndio. Na nyinyi mnajisikiaje sasa kushiriki? Sisi tuna furaha kwa sababu mtoto anapopata chakula na sisi tunaowalea tunafarijika mioyoni, kwa sababu kikubwa ndani ya makao ya watoto ni mtoto apate yale mahitaji yake ya msingi kama vile chakula, malazi, elimu na vingine ambavyo vinamhusu kama mtoto. Ndio. Na hii unatoa ushauri gani kwa huduma nyingine kuendelea kugusa zaidi wahitaji? Ushauri wangu ni kuwasihi watu binafsi, watumishi, taasisi pamoja na serikali kuona kundi hili la watoto yatima wanahitaji msaada, tena msaada mkubwa sana. Ndio. Asante sana. Na swali ningependa kujua Grace Orphanage labda inahudumia watoto wangapi? Okay, Grace Orphanage kwa sasa tuna jumla ya watoto 21 ambao tunawahudumia. Wa miaka kuanzia ngapi hadi ngapi? Ni miaka 3 mpaka miaka 15. Hawa ni watoto wa aina gani mmewachagua wa 15 kuweza kuingia katika makao yale? Sio sisi tunawachagua, ni serikali inatuletea. Ndio. Wako na matatizo gani? Kwa kweli kuna ambao afya zao ziko tofauti, ambao tukisema afya ni wale ambao wako positive na ambao wako vizuri kiafya. Ndio. Na mbali na kuangalia mahitaji yao kimsingi, labda katika masuala ya elimu, kile kituo kina watoto 107. 107. Wanasema 107. Kwa hiyo wakati mwingine unaona uhitaji wa watoto ni mkubwa zaidi kuliko yale ambayo mambo tunayahitaji. Kwa hiyo hiki ambacho kinafanyika hapa, unaona ni jinsi gani tunagusa maelfu ya watoto ambao kesho hawa watoto wanakuja kuwa marais, wanakuja kuwa mawaziri, wanakuja kuwa watu wakubwa. Kwa hiyo ujue hapa tunaongea sasa hivi zinakaa kwenye record hizi. Mtoto atakuwa hapa kesho atakukuta bwana Teddy ni mzee. Kwambia bwana mzee, ulinisaidia kweli, nilikuwa kwenye TV bwana, unanikumbuka. Kwa hivi vitu wakati mwingine vinaendelea kutengeneza zaidi ule moyo wa kutengeneza roho ya kusaidia, kwamba huyu mtoto leo anayesaidiwa kesho na kesho kutwa anaweza kuwa mtu fulani katika jamii, ataenda kuwasaidia watu wengine. Kwa hiyo hapa Pastor Ezekiel anajaribu kuzungumza na watu wa mahitaji tofauti tofauti. Yes. Anagawa vitu hapa, anagawanya soda, anagawa vitu hapa, vinywaji. Naam. Huku kwetu hicho alichokishika kinaitwa portable. Maana yake kinabebeka. Vinabebeka, alafu ni vichupa tu ambavyo ni simple. Unaona kinachofanyika. Naam. Kwa hiyo unakunywa alafu unatupa chupa. Kwa hiyo anachokifanya hapa kwa Ezekiel, naam, ndio kile ambacho yeye anaweza akaona labda inaweza ikawa ni kawaida, lakini kuna roho fulani ambayo anawapatia hawa watu. Nakumbuka katika hotuba yake ya mwanzo kabla ya kugawa chakula alikuwa anawatia moyo hawa watoto, anawaambia kwamba usione mwanzo wako ni mbaya ukakata tamaa katika maisha. Manake hata yeye pia aliweza kuanza akiwa vibaya sana. Kabisa. Naam. Na amekuwa akizungumza historia yake, naam, ambayo amekuwa akiishi nayo, kwamba alianza maisha ya umasikini. Ukiona mtu anagusa watu, unajua na historia yake, aliishi maisha hayo, anawaelewa. Kwa hiyo akieleza uchungu wa maisha, naam, anajua. Akiona watu yatima anajua kule alikopitia. Na pia amechukua nafasi hii kupeana wosia kwa vijana kuhusiana na uhusiano wao na watu wenye umri katika jamii. Kabisa. Akiwasisitizia kwamba heshima mwanzo inafaa iwe kitangulizi katika kila jambo, na kwamba bila wao hawawezi. Dereva mzee ndiye anajua barabara. Kabisa. Naam. Bwana, mimi ni mwandishi wa Wananchi. Naam. Na hivi unaweza tu Teddy, hawa watu ukasema mwandishi wa Wananchi wakajua wote wananifahamu. Nataka tuzungumze na hapa. Sasa sijui turudi kwake baadaye ama tufanyeje? Dakika moja tu ndio tuzungumze. Tuendelee.
Ndio uchukue simu. Oh, sawa. Tuendelee. Kundi la tatu ni wa mazingira magumu. Sawa. Ndio. Umejisikiaje leo kwa mara ya kwanza pia umemwona Pastor Ezekiel yuko hapa? Kwa kweli nina furaha na sasa ninatamani niende nikapige naye kwanza picha afu ndo nirudi. Sasa nenda sasa, basi unavua viatu ndio mna nani pale? Maana ndio hawa watoto. Manake mama, hawa watoto ndio hawa. Okay. Wako 47. Ambao ni kuanzia umri gani? Kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 16. Mwaka mmoja mpaka mtoto wangu mkubwa ni huyu. Okay. Mtoto wangu mdogo ni ila ni hao hapo wote. Sawa. 47. Hata wale wenye mahitaji maalum. Ndio, hao hapo. Okay. Nina zeruzeru albino, nina mlemavu kabisa ambaye ndio yule pale. Yesu, ungemuombea ningefurahi, ningekushukuru. Yaani njoo. Yaani unapata furaha ya kifani. Yaani namshukuru Mungu kama nimekumbuka. Ni mgonjwa huyu mtoto. Muonyeshe pasta. Ana miaka mingapi huyu? Toa hilo, aone hilo chuma. Toa. Hii. Okay, sawa. Nadhani tungepita kwa upande ule angalau tuone kile ambacho kinafanyika hapa. Kama unavyoona hapa. Sawa. Basi muonyeshe wakati unamuongelesha. Sogea kwa pale. Lesha simu wewe. Leo Mungu katuonekana. Nenda kwa pale ukiwa unamuonyesha huko. Tumeleze tu. Mueleze kwa pale. Ni mtoto yatima lakini alikuwa mlemavu. Tunaona huu mgundo hiki hapa, nitashukuru umwombee, lakini mimi pia ni muumini wako. Umeshanifanyia mambo makubwa sana through ni yule Dr. Benedict, kwa sababu mimi ni nesi pia. Kumbe nilianza kuja mwaka jana tarehe 5 mwezi wa 11. Nilitoa ushuhuda kwamba baada ya kuja kwako nilipata uwanja na saizi tunajenga, tumefikia pazuri tu, lakini yote ni kwa sababu ya neema na baraka nilizozitoa kwako Yesu. Unawasimamia watoto? Ndio, mimi nilianzisha kituo baada ya kupata ajali. Unaona nilivyo. Kumbe nimeumwa sana, nikatelekezwa huko hospitalini, nikamwambia hawana wazazi hao. Usiende kunitoa kwingi. Sawa. Mtazamaji, tukushukuru sana. Na mwandishi bwana, umeona mambo? Nimeona na nimesikia. Ndio uelewe kwamba kazi anazofanya Mungu mkubwa, kila kitu kina mpango wake. Naam. Sasa leo huyu mtoto atakapokwenda ataenda kulala na furaha. Hivi mama, wewe ni sister?